Vipi mwanangu? Una maumivu makali? Ndio mama, najisikia vibaya sana. Nimekuletea uji huu unywe upate nguvu. Hapana mama, nahitaji kupumzika. Lakini ungekunywa hata kijiko kimoja tu ili upate nguvu. Hapana mama, siwezi. Sawa. Wewe ndio tabia gani hiyo? Hivi wewe mwanangu utakuwa lini? Yaani unakaa kabisa unasikiza watu ndani wanaongea kitu gani? Huo si mbea huo. Mwangalie kwanza. Uso umemshuka, macho kama pilitoni. Mbea tu. Mwangalie masikio yake alivyomsimama kama popo. Na utaendelea hivyo hivyo mpaka kwa ume zako. Shenzi wewe. Simu ya kwetu majini ninaowatumia, nataka kujua huyu mtoto Faisali anatumia wapi, mwana kuzenda be anatoa wapi hizo nguvu. Hamjai kushindwa kitu. Najua ninao watoto wangu wote wa pande zote za dunia, mashariki, kaskazini, pamoja na kusini na magharibi. Mnanisikia? Mwana kwa msiuka. Mtoto mzima. Wala mzima. Awasiuka. Simu ya kwetu kwabe. Nataka kuona. Niko mwana Faisali mwa misimu ya kudede. Faisali. We Faisali nakwenda. Mwana kwa banyagidotan. Nekakula nesenjera. Wamesioka na mumbonesie. Kama ilivyo pembe nne navyoona hapa ndivyo namtaka kuona. Huyu mtoto Faisali anatumia nguvu za wapi? Kama zina za mashariki nataka nizione, na kama za magharibi nataka nizione, kama za kusini na kaskazini pia nizione. Nawaita mizimu, majini yangu na watu ya nionyesheni yuko wapi. Hizi nguvu za baharini, ufukweni huko, kazitoa wapi huyo mtoto? Kazitoa wapi mtoto? Faisali. 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 Umezitoa wapi hizo nguvu? Mimi ndio mimi, mkubwa wa wakubwa, mkuu wa wakuu. Naye mwana kwa kapangala nekakula nensenjele nekwa kumagwe nengutakuta. Ni mimi mdogo kwa umbo lakini ni mkubwa. Nimekuona Faisali, hutoki kamwe. Utikotoka mfebo kofi yangu mahano gane serembe pane mukuchenga kayande. Mimi kwa kuwa nimekujua, nimekushinda, nimejua nguvu zako zinakutoka, nitakumudu. Umana kuzenda kumanadera ni mna wamanya kerega wene sabera.
Yaani haiwezekani. Ukamsaidia mtu humjui, sijui katokea wapi. From nowhere tu unamsaidiaje? Yaani licha ya hivyo, mama eti anaona sawa tu na anamuonea huruma mtu ambaye hata hamjui. Unajua mama hayuko sawa. Haya, amekufia. Unawaeleza nini ndugu zake? Yaani unajua nini, licha ya hivyo, sasa hivi kaka, matapeli wengi ni wanawake. Haya, amemleta humu, akaanza kufanya figisu kutaka kutapeli. Mimi ananiuzi yule fei yule. Ananiuzi kama kitu gani? Yaani kwanza yeye mwenyewe humu ndani amekaribishwa. Na bado anaenda kuokota jitu hata asilolijua, analiingiza ndani. Hivi ana akili timamu kweli yule? Hivi yule mzima kakako? Alafu huyu tumbo. Yeye kasaidiwa hapa ndani. Alafu na yeye anajifanya baba huruma tena analeta watu wengine. Yule si anajifanya baba huruma? Anajifanya baba huruma. Yule nitarudi nimtoe upepo. Mimi kitu hicho kinanikwaza haki ya Mungu. Mimi natamani aondoke hata sasa hivi huyo mgeni. Sawa, yani mtu wenyewe alomleta sasa ovyo kabisa yani. Ovyo. Yule nilichogundua mvivu kutongoza. Kwa hiyo yule mwamba anataka mipira iliyokufa. Yaani kiukweli kanikwaza sana. Nani ninavyokuambia mimi nahakikisha udemu anaondoka. Haki ya Mungu. Anaondoka. Haiwezekani anakuja fei anatutawala kama hapa kwao. Wakati mtu mwenyewe kakaribishwa, mimi nitamtoa. Yaani kama vipi hapa tupange mbinu ili aondoke. Dada, leo sisi tumekuja tumeamua tukuondoe. Sasa leo tumeamua uondoke. Wewe uwezekano ukaona kaa umesaidia unakaa kama kwako. Wewe unataka madaraka hapa. Kwenu, wewe una kwenu kwani? Watu wengine hawajui msaada hawa. Na kwanza anadharau kama nini? Ina maana hajatusikia au? Hivyo tu na sisi ndo tunajifanya kulala. Wewe. We dada. Wewe. 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 Tume. Amekufa au? Kwani mbona kama amekufa? Asa angepumua mtu sisi. Msarau. Mama, mgonjwa wenu hali yake sio nzuri, kama anataka kufa. Mmemfanya nini mtoto watu? Ako si hata tujamfanya kitu, si tulienda kumjulia hali tu, lakini kila tukimwamsha hata amki. Twendeni, twendeni. Ungeenda tu.
Vipi mwanangu, upo salama? Niko sawa mama. Upo salama kweli? Niko sawa. Sawa, kama upo salama pumzika. Ai. Mngesubutu kumuua mtoto wa watu, ningewafunga mwenyewe, japo ni jasho langu. Waangalie kwanza. Kwa mama, ina maana hajakufa? Hajafa, mzima. Kwa hiyo mlitaka afe, si ndio? Watoto mnalombaya nyie, sijapata kuona. Po. Somo ni mpaka najutia, sijui kwa nini kazaliwa, magumu wanapitia, asubuhi usiku mchana. Mwenye subira hakati tamaa, ujaribu tena. Baba ana hasira, sumu imesambaa, atamani kuku. Naomba sana mwanangu, mrudishe, sababu najua hawezi kuishi duniani, atakufa tu. Kama ni mamlaka, mimi niko tayari kuwaachia, mchukue, lakini mwanangu arudi, nisaidie. Tushamwonya sana tu, akaasi maagano yetu, akakataa kulelewa chini ya mamlaka yetu, na huko alipo kama kufa atakufa tu. Hapana, hapana, usifanye hivyo. Hapo ndipo tutakuwa tumtimiza maagano yetu. Nishasema nawachia mamlaka, ya nini ufanye hivyo? Ndio mwanangu wa pekee. Sifa, nendeni mkafikirie tena. Anaosha vyombo. Naona umerudi unafurahi leo. Sana mama, sana kabisa. Unajua nini mama? Ile swala ambalo tulikuwa tunaliomba kila siku lifanikiwe. Leo Mungu amesikia kilio chetu. Wezi amini. Leo tulikuwa tumeenda kupeleka zile barua zetu kwa ajili ya kutuma kule kwa ajili ya kuombea kazi. Kila siku tulikuwa tukipeleka tunakataliwa. Ila leo mama, nimeenda na ndugu yangu mimi Kibandiko, tumefika pale. Tumekabidhi zile barua zetu. Uwezi amini, ule mzee ametupokea vizuri kabisa na ametuahidi barua zetu zinatumwa haraka iwezekanavyo. Unaona sasa? Si nilikwambia mimi. Muombe Mungu, tuombe Mungu. Na siku zote ukiomba Mungu, Mungu anakupa. Ni kweli, ni kweli. Leo sasa Mungu amesikia kilio chetu. Na mwone subira, kufanikiwa. Mungu ametupa. Huu ndio ule msemo anasema, mvumilivu kula mbivu. Mama bwana, lakini mimi naamini yote hii ni dua zako. Dua zako unazoniombea kila siku nifanikiwe. Sasa Mungu amesikiliza kabisa. Sawa. Sasa ngoja nikaendelee na faya yangu dada. Haya mwanangu bwana, kapumzike.
siku yangu leo ilikuwa ni siku ya furaha sana wewe. Hivi Naida, unaweza kuamini? Kuamini nini? Leo nimefanikiwa kutuma maombi yangu ya kazi. Maombi ambayo nilikuwa nikituma kila mara nilikuwa nikikataliwa. Lakini leo kwa urahisi kabisa nimefanikiwa kutuma. Nalijua hilo kabla hata hujanipa taarifa. Sasa unalijuaje ikiwa mimi sijakwambia chochote? Na kusoma Fei. Najua kilichokuwa ndani ya moyo wako kabla hata hujafungua mdomo wako. Imekaa vizuri kidogo hiyo. Okay. Na vipi maumivu yako leo, umeshindaje? Mimi bado nina maumivu. Japo nikiwa karibu na wewe, maumivu yangu yanapona. Sawa, kwa nikiwa karibu yako tu utakuwa unapona wewe. Sawa. God. Yaani nyinyi mmekaa kabisa, mmejiachia kabisa. Haki ya Mungu na hapa. Yaani mkiendelea hivi mnavyoendelea, humu ndani tunakuja kutawaliwa. Yaani tunakuja kutawaliwa kabisa. Kivipi? Yaani mimi hapa nimemsikia mama akiongea na kaka Fei. Kuna maombi ya kazi sijui aliyapeleka. Sasa yale maombi yamekubaliwa. Unataka kuniambia kwamba yale maombi yameenda kutimia? Ina maana Fei anaenda kupata kazi. Kila siku wewe ndio unasababisha hii hali iendelee. Ngojeni niwaambie. Au unataka wewe wana Nisikilizeni. Uzuri wanasema ukishajua wapi pana ufa na ukapaziba hauwezi kujenga ukuta. Sasa kwa kuwa taarifa hizi nimezipata, niwahakikishieni tu kila kitu nitakiweka sawa. Kuna mambo yangu fulani, unajua mambo yetu hayaendagi haraka, ninayaseti. Fei akipata kazi, kila mtu mundani atamuona mbwa, kwa sababu vile alivyo ana kitambi na hana hela mfukoni, lakini kila mtu anamchukulia kawaida humu ndani. Na ikiwa sisi tumempa hifadhi na nyinyi ndio vipenzi vyangu nayowapenda, sisi tumeelewana. Sasa nisikilizeni kitu kimoja, mimi nitahakikisha hili jambo nalifanyia kazi mara moja, ili hata kazi yenyewe aione ni chungu. Tatizo lako baba mdogo ndo hapo. Yaani wewe vitu unavichukulia nini? Unavichukulia kirahisi. Ili swala sio la kulichukulia kirahisi. Kwa sababu gani? Yaani yule akipata kazi hapa, hivi unadhani tutakaa hapa? Nisikilizeni, niwaambie kitu kimoja. Sawa? Yule hawezi akatutawala sisi, kwa sababu yule mkimtazama ni mtoto wa nje ya ndoa. Umeelewana? Kakangu mimi huko alizaazaa tu. Kwa kwanza inawezekana alibambikiwa. Wewe angalia, nikitazama sura yako ya kaka kabisa, nikitazama sura yako inaendana kaka. Kwanza wewe nisikilize, shangazi yako ana midomo kama wewe, lakini yule kila kitu kiko tofauti, kila kitu. Kwanza libonge kwetu amnaga mnene vile, unaelewa? Wewe ukimwangalia shangazi yako kama wewe, sawa? Ukimwangalia babako usiona picha mnafanana kopi kabisa, lile liko tofauti kabisa. Ndio maana niliogopa mila wa amani, kaona tumpe kule upande wa jikoni. Hivyo msiogopa, hawezi kututawala yule. Kweni na amani watoto wangu. Ndogo haya yote umetaka wewe. Na kila siku unakuwa mtu wa mabonye, ndio mimi nakuonaga wewe mabonye mjio kwa mdogo. Mimi sio mabonye. Mimi na vitu vyangu viko correct. Napiga kwenye mshono. Tumeelewa? Sikilizeni. Kwa kuwa tumejua wapi pana ufa. Sawa? Usijali, tutaziba ufa ili tusije kujenga ukuta. Yule mtoto mdogo kwangu atatoka. Yaani sasa hivi baba mdogo amekuwa kama mwanasiasa. Kila siku anakuja na sera mpya. Wewe anakuja na sera hii, kisha na sera hii. Ni kweli kabisa. Yaani huyu baba mdogo anakuwa kama mwanasiasa. Yaani muongo. Sasa mimi sio mwanasiasa. Sawa? Sasa nisikilizeni. Kwa kuwa jambo limefika kwa mkurunga mwenyewe, chifu wa machifu, msijali, nimepita, niachieni mimi. Msio wabishi, nisikilizeni sasa mimi waongoze. Kama mmenikubali ni baba mdogo. Mimi uli mdogo lakini mambo yangu makubwa.